swali jingine daktari, mimi ni mmoja pia kati ya mzazi. Huwa kuna changamoto ambayo tunakutana nayo. Ukitoka labor room, mtoto ukiwa nyumbani ukimuosha, kuna baadhi ya watoto unakuta chini ya ngozi kuna vitu vimeganda kama vyeupe ambavyo nyumbani tunafundishwa na wazazi sasa, mwagia mafuta ya kutosha, then mchane taratibu, mwaga mafuta ya kutosha, alafu wengine wanaita ukoko. Ni nini hicho ambacho mtoto anakuwa amezaliwa nacho? Je, anatoka nacho tumboni, anakutana nacho kwenye mazingira haya ya kawaida, ama ni kitu gani hasa hichi? Asante, swali lako ni nzuri. Sasa mtoto anapokuwa tumboni kwenye mji wa uzazi wa mama, kule kuna maji na ute ambao unamfanya naishi mle ndani, kupiga ile mieleka, kucheza. Sasa mimba anavyozidi kukua, yale maji yanapoteza ule uvutikaji wake, inakuwa ni kama aina fulani ya kitu kizito. Yale ni mafuta maalum ambayo pia yanamsaidia mtoto akiwa ndani ya kizazi asipoteze joto, lakini anapokuwa mimba inakuwa taratibu, ni kinachochangia mtoto kukimbia mle ndani. Ni maji yanaanza, inaenda mpaka mwisho wa siku mimba inavyozidi kukomaa inabadilika na kuwa kitu kingine. Sasa mtoto kwenye zile process za kuzaliwa anatoka nayo kwenye kizazi. Ile sio sumu. Yale ni mafuta tu maalum ambayo mtoto anazaliwa nayo. Sasa sisi tunapomzalisha huwa tunayafuta, tunayapunguza. Huwezi kuyatoa yote. Unayapunguza tu. Unaweza kuta amemkava almost mwili mzima, usoni, wapi, unayafuta tu vizuri kwa upendo. Ni kama fulani, ni aina fulani kama iko kama mfumo wa siagi, sio siagi. Yes. Sasa kitaalamu ina jina lake. Lakini ile si kitu kibaya. Sasa mtoto anapozaliwa huwa tunayapunguza, tunamfuta, tunamfunika, maana pia ile anatunza joto. Yanamtunzia mtoto joto. Tunamfunika vizuri. Sasa wengine kuzaliwa either hana au iko kidogo sana. Sasa ile inategemeana na maumbile ya mama. Kuna mama anaweza akawa na mtoto akazaliwa akawa na hiyo hali ya tunasema ni mafuta meupe mengi. Kila mama ana namna yake. Sasa akishazaliwa ndio anajua namna kuyafuta kwa daktari, anafutwa, anapunguzwa, mtoto anafunikwa ili sipate baridi. Sasa pale kwenye nywele si atajishika hapo, yatagandia hapo. Sasa hicho kitu cha kawaida. Kwa hiyo ni sawa tunavyoyaondoa kwa kutumia mafuta na sio kumsugua kwa maji mengi, na sasa utamuumiza mtoto, yatabanduka. Sasa unamlainisha ili itoke taratibu. Sawa. Baada ya almost nadhani kwenye siku 42 yatakuwa yameisha. Yes, hata kama muda mrefu, kwa sababu anaanza kuadapt mazingira haya ya nje ya tumbo la mama, yataisha. Kwa hiyo yale sio kitu ambacho ni cha kushangaza, hapana. Hapo kuna kaimani na mimi sintoweza kunyamaza. Yaani sintoweza kuliacha ili swali nilinyamazie. Yes. Hicho kitu kimehusishwa na imani kwamba ukimuona mtoto amezaliwa akiwa na huo ukoko kwenye kichwa chake, basi huyu mama yake alishiriki sana tendo la ndoa, kwamba ameenda na uchafu akiwa anajifungua. Tusaidie hapa daktari. Hakuna ukweli wowote na hicho kitu hakipo. Kama nilivyosema, ni mafuta fulani ambayo mama mtoto anatoka nayo kwenye tumbo la uzazi la mama. Sasa hizo imani kweli zipo na silaumu, kwa sababu najua ni elimu inakuwa ni ndogo, elimu ya afya. Sasa wanaonisikiliza mjue tu kwamba hakuna mahusiano kwamba zile mbegu za mwanaume zikae muda ule wote, hicho kitu hakipo. Watu wananyimwa haki zao daktari. Shakutana pale zile mbegu almost kama kuna ujauzito zinatoka nje, haziendi mahali popote. It comes out. Sasa hivyo vitu havihitaji elimu kubwa sana. Unaenda tu kwenye Google, unaomba ili somo kwa Kiswahili, wanakuambia hakipo. Basi kuna wanaume wanateseka sana kwa sababu mwanamke anaogopa kwamba nikienda leba nitapata aibu. Yaani watu wengi sana kweli, ndio maana nikasema hebu tusaidie, kwa sababu watu wengi kama wanaume wanakosa sana haki zao za ndoa, kwa sababu wanawake wanaogopa kwenda leba, watakutana na hiyo aibu kwamba mtoto atazaliwa akiwa na ule weupe ama na ukoko kichwani. Kwa hiyo mimi nafurahi upo hapa na umelizungumza. Jamani wanawake, kazi ziendelee. Sasa nieleze kitu kimoja. Unajua
Siko hapa kuzungumzia masuala hayo ya kukutana, lakini ile ni haki ya wapendanao au wanandoa kabisa. Sasa ujauzito si sababu ya kutokumfanya mtu asikutane na mwenzi wake. Hapana, unless kama kuna shida nyingine na amepewa taratibu. Na ukiwa na shida unaitwa watu wanaelezwa kwamba kuna 1 2 3. Sasa hilo ganda kitaalam tunaliita ni vernix caseosa. Ni tabaka la mafuta meupe na mazito linalofunika ngozi ya mtoto mchanga anapozaliwa. Linaonekana kama ni cream au nta laini. Huanza kutengenezwa na mwili wa mtoto akiwa bado tumboni, hasa katika wiki za mwisho za ujauzito. Kazi yake ni nini? Hulinda ngozi ya mtoto dhidi ya majimaji ya uzazi. Yale majimaji ya uzazi yana baadhi ya elementi vya acid. Visimuumize mtoto ngozi yake, maana ni laini sana. Ndio kazi yake ya kwanza. Kazi ya pili, humsaidia mtoto kuteleza kwa urahisi wakati wa kujifungua. Zile process za kujifungua, yale ni kama mafuta yanateleza. Mtoto anapitia mambo mengi mpaka atoke nje. Kila anapopita ule utelezi unamteleza ni haya mafuta. Ndio kazi yake. Ina viinilishe na kinga vinavyolinda ngozi dhidi ya bakteria ya yule mtoto pia. Ngozi ya mtoto ni laini sana. Akipata mkwaruzo kidogo tu, wadudu wengi wataingilia pale, watamletea shida. Na husaidia ngozi ya mtoto kubaki laini baada ya kuzaliwa. Sasa unajua mtoto kutoka tumboni moja kwa moja, yale mafuta yakawa hayapo, ngozi yake itakuwa ngumu, itapasuka. Na tunamshukuru Mungu kwamba yale mafuta yako pale vile kwa sababu ya kazi yake maalum. Yanaisha taratibu. Wakati mtoto ashaanza kupakwa mafuta, inaenda kichwani na baki ya mwisho kwa sababu imekamatana na nywele. Na asilimia kubwa ya watoto wanazaliwa kwa njia ya kichwa. Kwa hiyo ile cream itagandana sana hapa kwenye utosi kuliko sehemu nyingine yoyote ya mwili. Akitoka na makalio, utamkuta kule makalio iko nyingi. Sasa niombe tu kwamba jamii hivyo vitu kweli ni vitu ambavyo vipo, lakini sasa kwa sababu watu wameshasoma elimu hizi zisaidie watu. Na mara nyingi madaktari wa uuguzi hawafuti mara moja. Wanashauri iache kwa muda ili ngozi ipate virutubisho vyake. Ili yale mafuta yana kinga ambazo mwili unafyonza taratibu. Huwezi kuzifuta zote kwa mara moja. Yes. Kwa hiyo naomba ieleweke hivyo. Sawa, hapa na swali daktari. Ili tutoke hapo kabisa. Na je, kwa mzazi ambaye hatoweza kumsafisha mtoto vizuri taratibu ili kumuondoa aina hiyo ya hilo ganda, inaweza kurudi ikawa ni athari kwa mtoto, yani kageuka labda kuwa ugonjwa mwingine katika kichwa huko ambapo inabaki nyingi zaidi? Yani ninakuhakikishia haitavuka mwezi. Itakuwa imeisha. Haipo. Sawa kabisa. Na unajua Mungu ameumba mama katika mfumo ambao hata kama hajasoma lakini ni mwalimu by natural. Atauliza, hichi kitu mbona kijaisha kwangu? Na wanajua kwamba hii anazaliwa nayo. Anamuogesha, anampaka ile mafuta anayompaka kama ni anazi whatever, kinalainisha lile ganda, linatoka. Sawa kabisa. Ni sana mtu anapokuwa na ugumu wa kwenye visigino huku chini. Unalainishaje? Unapaka mafuta ile ambayo ni ya mgando. Yale yanatunza ngozi. Kama kuna magamba ile yataondoka. Sasa ndicho kinachofanyika tu pale kwamba ukimpaka mtu yale mafuta ya nazi na ndio maana anakuwa ya moto kidogo. Yakipeleka joto pale, ile ganda itaendelea kubanduka, litayeyuka, litatoka. La mwisho. Yes. Swali la mwisho, mengine atatoka kwa wasikilizaji. Nashukuru kwa sababu maswali yako katika jamii. Sawa. Na kama wanasikiliza watapata majibu. Nashukuru sana. Na nataka la mwisho na mengine atatoka kwa wasikilizaji. Je, mtoto ambaye anazaliwa hana kabisa huo utelezi ama aina ya hiyo jeli ambayo mnasema, anakuwa mama yake hajazingatia nini au amekosa kitu gani? Hapo namshukuru Mungu. Mungu ni fundi. Hakuna ambaye hana. Okay. Au umesema kuna wengine wanakuwa hawatoki na uchafu ule mwingi nyingi sana. Kuna ambayo ina kawaida, kuna ambayo ina ya kiasi cha chini, lakini yote mtoto anazaliwa. Hakuna asiyekuwa nayo. Ila kuna mama ambao anakuwa nazo nyingi sana. Ni namna alivyokuwa anakula na mwili wake namna ulivyo. Sasa haya ni mabadiliko, haya tunasema ni mwili wa mtu alivyoumbwa. Hapo hatuwezi kusema chochote. Lakini ni lazima mtoto anakuwa na hayo mafuta. Kwa sababu ndicho kinachomsaidia kule kwenye anapokuwa anatoka nje wakati wa kujifungua, inamsaidia sipate mikwaruziko, ateleze
atoke. Ndio maana mtoto anatoka anazunguka. Atoke tu kama jiwe, hapana. Ana rotate. Ni yale mafuta. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mama akila vinamsaidia kuongeza hiyo jeli kwa mtoto, ama mama ale vizuri. Okay. Ale vyakula vya kawaida vizuri kwa sababu ile naturally inazalishwa. Sasa kama anakula vizuri, ina kiwango chake, inapaswa kiwe kiwango maalum. Ndio maana ni mama mjamzito yote ana haki ya kutunzwa. Awe ana hela, awe hana hela. Na hata kama ni mtu unaishi naye na unaona kabisa amepata ujauzito na hana namna, unachoweza kumsaidia, msaidie, kwa sababu humsaidii yule mama, unamsaidia mama na mtoto. Sawa kabisa. Mtoto ukipata changamoto, wote wawili wanakuwa kwenye changamoto moja. Okay,